Tunafanya makosa makubwa sana wakati wa kuchagua aina ya mafuta ambayo tunapaswa kutumia kulingana na aina ya ngozi zetu. Makosa hayo hutokana na sababu mbalimbali. Mbili miongoni mwa sababu hizo, sababu ya kwanza ni kutokujua aina ya ngozi zetu ambazo tunazo, na sababu ya pili ni kufuata mkumbo au kuchukulia poa. Leo tunaenda kueleza kuhusu aina mbalimbali za ngozi na kushauriana kuhusu aina gani ya mafuta tunapaswa kuyatumia. Ngozi inaweza kuainishwa katika aina tatu kuu kulingana na utando wake na utendaji wa tezi za mafuta. Kwa jina lingine zinaitwa sebaceous glands. Aina ya kwanza ya ngozi inaitwa ngozi ya kawaida, kwa Kiingereza ni normal skin. Ngozi hii ina sifa ya usawa wa mafuta na unyevu. Haioni mafuta wala kukauka. Hakuna matatizo makubwa kama vile vunjo nyingi au chunusi. Matunzo ya ngozi hii, tunatakiwa kutumia sabuni laini zinazosababisha unyevu wa kawaida. Aina ya pili ya ngozi ni ngozi yenye mafuta. Kwa Kiingereza inaitwa oily skin. Inaonekana mng'aro kutokana na uotaji mwingi wa sebum. Pori huwa kubwa na inaweza kusababisha chunusi au vidoti. Aina hii ya ngozi unapaswa kutumia losheni iliyoandikwa for oily skin. Tutakuja kuziona kwenye makala inayofuata. Aina ya tatu ya ngozi ni ngozi kavu. Kwa Kiingereza inaitwa dry skin. Aina hii ya ngozi inaonekana kukwaruzwa na kupasuka. Ngozi hii husababisha kuwasha au kuwashwa kwa urahisi. Matunzo ya ngozi hii, tutumie mafuta yanayosababisha ngozi iwe na unyevu kama vile glycerin au shea butter. Epuka sabuni kali na maji ya moto. Tutakuja kuona mafuta gani ni mazuri kwenye makala ijayo kwa mtu mwenye ngozi ya aina hii ya tatu. Kila aina ya ngozi inahitaji matunzo maalum kudumisha afya yake.